yaliyotayarishwa na kikao cha wachungaji hapa tangu jana tarehe 25 jioni. Nina matangazo nilionayo sio ya furaha, inaweza kawa ni ya huzuni, lakini tena ndani ya Yesu ni furaha. Bwana asifiwe sana. Na ningeliomba nimesimama hapa kama mtumishi wa Mungu mwenzako, na niliteuliwa na Mungu kuwa kiongozi wa kanisa la Mungu, tukiwa pamoja na wenzangu tangu Afrika na mpaka hapa tulipo katika nchi hii ya Amerika. Tunaendelea kuwa watumishi wa Mungu watulivu, wanayomtii Mungu na kuwapenda na kulipenda kanisa la Mungu na kuwapenda watumishi wote wa Mungu walioitwa na Mungu. Na nataka nitangaze hili neno ni kwa mambo mengi ambayo yamepita, uvumi mwingi umepita. Kanisa limekosa amani, kanisa lina wasiwasi, watumishi wamekosa amani. Simu zinanifikia, wananiuliza, vipi mzee, mbona sisi hapa tunateseka? Mbona kanisa lina wasiwasi? Nini? Ndio nataka kutoa sasa hili tangazo la mwisho ili kanisa litulie, watumishi wa Mungu watulie. Na hili tangazo halitaishia hapa, litasambazwa sehemu zote ambapo kuna makanisa ya Pentekoste. Yatasambazwa katika dunia na nchi za Kiafrika ambapo tunafahamu kuna kanisa la Pentekoste na viongozi. Kwa hiyo nataka nitangaze hili nikiomba watumishi wote, wachungaji wasimame, waje hapa wanikaribie kwa mstari, alafu nianze kusoma tangazo hili. Watumishi wote, wachungaji, hata wainjilisti wawe nyuma ya wachungaji, na wao ni watumishi wa Mungu. Bwana sifiwe sana. Ndivyo ilivyo, maana hii vurugu imekuwa ni nyingi ndani ya kanisa la Mungu. Kwa hiyo tunaomba mmoja, asimame, aongozwe na Roho Mtakatifu kwa kuombea nafasi hii, ili milango toka mbinguni ifunguke na sauti zetu ziingie mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na tarehe hii ikumbukwe katika dunia hata mbinguni. Ninaamini malaika wako hapa, ninaamini Roho Mtakatifu yuko hapa. Mungu mwenyewe ndiyo mwenyewe sasa anayomiliki kanisa lake na watumishi. Mama mchungaji Asafu, simama tuombe kwa
nafasi hii kufungua milango mbinguni, sauti hii isikike, ni sauti iwe ya ukweli. Karibu kwa Baba. Mungu wetu wa mbinguni, Baba yetu uketie mahali pa juu patakatifu sana palipoinuka. Ni wewe Mungu pekee duniani na mbinguni, na hakuna kama wewe Mungu wetu. Ni wewe Mungu uliyeko mahali hapa katika nyumba hii iliyojengwa na mikono ya wanadamu, lakini upo umejihudhurisha pamoja nasi, maana tunaitwa kwa jina lako, na hii nyumba imejengwa kwa ajili yako ujihudhurishe katikati ya wanadamu. Baba, asante kwa kuwa wewe ni pendo. Liko tangazo ambalo mtumishi wako anataka kutangaza. Yeye sio wa kwanza kutangaza katika mkutano wa watu wako. Musa mtumishi wako yaelezwe makosa na dhambi Levilasunzu Noeli aliyoyaingiza katika kanisa la Light Mission Pentecostal Church, pamoja na jinsi Levilasunzu Noeli alivyobadili sura ya kanisa, ambaye chimbuko la kanisa hili ni Sweden, Spaki, Kongo Sepebu, Burundi ADP, Rwanda ADP, Tanzania FPCT. Makosa na dhambi Levilasunzu Noeli alivyoyafanya ndani ya kanisa la Light Mission Pentecostal ni haya yafuatayo. Kwanza, moja, kumbariki mchungaji Ndarumana Emmanuel wa Cleveland, Ohio, ambaye ameshindwa kukaa na mke wake na ameachana na mke wake, jambo ambalo halikubaliki na kanisa. Pili, kuhalalisha ndoa ya Barabiaho Etienne wa Alabama, ambaye alimuoa mke wa mtu na kumuombea kuwa mtumishi kanisani. Diakoni, kumuombea mtu huyo ambaye ameoa mke wa mtu, akamweka kwenye ngazi ya diakoni, ambayo ni ngazi kubwa sana ndani ya kanisa, ambaye hapa kuwa diakoni ni mtu ambaye hana dosari yoyote kwa hali ya mwili ya kiroho. Tatu, kuendelea kuwa na wachungaji Francisco Saukombo, ambaye amebainika kuwa ana wake wawili kule Cleveland, Ohio. Kosa lingine la nne, kumrudisha kwenye huduma ya uchungaji mchungaji Ndayishimiye Laurenti wa Houston, Texas, aliyetenda kosa ya dhambi na aibu kubaka mke wa mtu mara 3, na huyo
huyo mchungaji akaonekana kwenye picha za aibu na msichana ambaye ni mshirika wake kanisani. Hiyo halijakuwa ndani ya kanisa. Tano, kutengeneza migogoro kwenye makanisa kwa kuwanong'oneza watumishi watoke kwenye kanisa la mchungaji ambaye yeye Reverend Suzu hampendi. Aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana. Yesu Kristo, kanisa ni lako Bwana. Mungu nisaidie. Mvumilie watu wa Mungu. Haya, tunaendelea. Namba 6. Kukataa kuvunja kamati kuu kama alivyoombwa na vikao vya wachungaji. Hicho kipengele kipo katika utaratibu ulioanzana na kanisa ili uongozi uliwekewa miaka utakayomaliza. Miaka 7 ikimalizika kunakuwa na uchaguzi mwingine. Kama ni yeye anaendelea, kama ni mwingine ni uamuzi wa kikao kikuu cha wachungaji wote. Namba 8. Namba 7. Kuyadhulumu makanisa 30% ya mapato ya mapato ya makanisa bila hata matumizi ya fedha hizo kueleweka matumizi yake, jambo ambayo lilionyesha matumizi mabaya ya fedha na madaraka. 8. Kubadilisha uongozi wa makamo na kumuweka Levis Bakundimana ambaye anatuhuma za kumdhulumu mjane mmoja wa kanisani kwake $7,000 na mwalimu msaidizi wa kanisa $14,000 anayeitwa ndugu Pasikali huko Florida. Namba 9. Kusimamisha
watumishi, baadhi ya wachungaji bila kosa, jambo ambalo ni hatari kwa kiroho, kwa wachungaji na aibu na uhai wa kanisa. Kusambaratisha waumini. 10. Kuwatenga wachungaji ambao walikuwa wanatafuta kusuluhisha mimi Reverend Magogwa Eliakimu na Reverend Noeli Sunzu, wakitafuta amani, umoja na usalama katika kanisa na jamii kwa ujumla. Alikataa hataki. Alikataa na kudharau kikao hicho. 11. Kukataa ushauri wa wachungaji ambao kimsingi wa kanisa la Pentekoste na neno la Mungu na katiba halali, sheria ile aliyojiandikia yeye na kundi lake, ndio wenye mamlaka ya mwisho juu ya mambo yote ya kanisa letu la Light Mission Pentecost. Akakiwekea madaraka mwenyewe ya kuwatenga watumishi, kusambaratisha watumishi, kondoo hata zikibaki hazina mchungaji, kwake yeye si kitu. Jambo la kusikitikisha sana na machozi kwa watu ambaye wanaongozwa na Roho Mtakatifu. 12. Wa 9, Pasteri Kabura Albert. Wa 10, Pasteri Nahimana Onesime. Wa 11 ni Mshaka Emmanuel. Wa 12 Pastori Bitwenimana Noel. Hao kwa mamlaka niliyopewa na Mungu, wakati tumepakwa mafuta la kuongoza kondoo za Mungu, kulichunga, maana kiongozi mkuu ni Mungu, kulichunga, nikisaidiwa na Roho Mtakatifu, nikiwa na moyo wa upendo na unyenyekevu na kumpenda Mungu na kulipenda kondoo za Mungu na kuwapenda watumishi wa Mungu wenzangu ambao na wao wameitwa kama nilivyoitwa. Hao wote kwa mamlaka nimepewa na Mungu na kutii ushauri wa wachungaji wenzangu walio ndani ya Roho, walio wa kiroho, walio na uchungu kwa mambo hayo yote, ambaye kabisa wanakesha kwa maombi, machozi yanawatoka kwa kuona kondoo za Mungu ziko zinasambaratishwa, sumu ikaingia ndani, watu
kusubiri kile Mungu atakachosema na hao watu ambao wako hapa. Kwa hiyo matamshi yangu haya ya mwisho ni haya, nyinyi nyote mlioyasikia. Mungu awabariki na kuongoze.